So unajua at least mtu amekutana na video ya sufuria kwa kichwa yenye Ruto alisema kuna watu walikuwa wanatusumbua na sufuria kwa kichwa. Sasa hawayuko, si ndio? So hawayuko kwa street kwa sababu tulimalizana nao, si ndio? Now hii ni statement ya Ruto akisema maendeleo ya Kenya lazima tupande maendeleo ya hapa Nakuru County. Nakuru County ni county ya muhimu sana. Mimi nawashukuru, nyinyi ni wakulima sugu sana. Mumenisaidia kuzalisha chakula. Si mnajua kulikuwa na watu walikuwa wananisumbua kule Nairobi kwa street na kupuria kwa kichwa. Siku hizi wameondoka kwa sababu nyinyi mmenisaidia, mnazalisha chakula. Tumepunguza gharama ya mbolea, tumepunguza gharama ya mbegu, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanatusaidia kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. And then hii ni statement ya okay, hivi ndio watu wameelewa ama hivi ndio watu pia wameichukulia. William Samoei Ruto, mngengoja hata Raila Amolo Odinga amalize tu mwezi mmoja kwa kaburi. Mwezi mmoja tu. Tumzika hajamaliza hata wiki mbili hajamaliza. Raila Amolo Odinga ndiye alikuwa anaongoza maandamano ya high cost of living. Watu wakivaa sufuria kwa kichwa. Leo hii unasimama unasema wenye walikuwa wanakusumbua kwa kuvaa sufuria kwa kichwa wameondoka. So kumaanisha ulifurahia kifo ya Raila Amolo Odinga. Na vile ulijifanya wakati ulipata habari kuhusu kifo ya Raila Amolo Odinga. Ukajifanya vile unampea state funeral. Ukajifanya vile unasema ulikuwa tayari kugharamikia gharama ya matibabu ili Raila Amolo Odinga apate afya yake. Leo unaongea hivyo William Samoei Ruto. Na bado unataka supporters wa Raila Amolo Odinga wa kusupport William Samoei Ruto. Na utapata kuna mjinga supporters wa Raila Amolo Odinga anapigia William Ruto makofi na kusema tuta. Shame on you. William Samoei Ruto. Tukutane 2027. So, in 2023, Kasongo alisema ile kazi yenye amebakisha ni kusafirisha huyo mtu hadi Bodo. Jana alisema wale watu walikuwa wanafanya maandamano wakivaa sufuria kwa kichwa wameondoka. Am I overthinking? Nani alikuwa anaongoza hizo maandamano? Na niulize, kwani hiyo si hate speech ama Think about this. Wale wa masufuria walishaondoka. Wale walikuwa wanatusumbua na masufuria walishaondoka. Ni akina nani hao? Ni akina nani waliondoka? Nani aliondoka? Na hii iliwahi kuwa statement ya Raila siku moja hapo. Unasema Ruto aende. Aende alafu nani ifanyike? Mbele pale Ruto aende aweke Gachagua. Sasa Ruto aende, Kindiki aende abaki pale. Baadaye Kindiki aende weke mtu mwingine. Hakuna haja. 27 itafika. Lakini wa Kenya wako na shida mpaka ya shida yatatuliwe sasa. Sio siku nyingine. Hatuwezi kupiga siasa miaka 5 yote mfululizo. Nchi haiwezi kuendelea mbele. Maana yake mkiweka nchi katika hali ya campaign, kelele mingi zaidi. Kuna kazi inafanyika. Mpaka kuwe na wakati ambaye kazi inafanywa. Alafu baadaye tunarudi tena kwa campaign. Si namna hiyo. Unaget. So message ni moja, but venye imechukuliwa ndio imechukuliwa tofauti. Now kuna wakati yenye Raila Amolo Odinga before I think ilikuwa 2022, unaona? Bei ya food ilikuwa juu. Bei ya chakula ilikuwa juu sana. Mahindi I think unga ilikuwa 260. Unga ndogo ulikuwa unapata tuseme na 220. Hiyo ndio unga ilikuwa cheap. 210 to 20, unaona? So Raila akaamua kuongoza kikosi, wakaingia mtaani, wakaingia jiji. Lazima okay, ndio maana wasio wanapenda Raila mpaka leo. May his soul rest in peace by the way. So ndio maana wasio walikuwa wanampenda sana because yule ni msemo mwenye angeona wasio wanaumia, anachipina anasema hapana, hata kama kwa gava, hata kama Raila kwa government bado angeza tokea na aseme hivi yenye inafanyika mimi sipendi, unaona? Juu hata nadhani alikuwa amesema atasimama bado, unaona? So akatoka na wasee akaona niaje, twendeni ndio gava tusikie, unaona? So hii statement ilikuwa ile wakati yenye na Ruto alianza kutumia hii statement kitambo sana. The people who used to carry sufurias in the streets, led by Mbadi here,
yeah, have left the streets because the price of unga has come from 240, is now 160, 140, 120. Tea. In 2022, we sold our tea exports and sales were 138 billion. No, sija, okay. Mimi tu nasema, sawa sawa, venye wewe utaelewa pia ni sawa. Venye mimi, wacha niseme venye mimi naielewa, unaona? So Ruto alisema ile wakati yenye Raila alikuwa anaongoza maandamano. Sawa sawa? Na alikuwa anaongoza maandamano kwa sababu Ruto alikuwa amesema the moment ataweka tu hivi Biblia chini, unga itarudi, I think alisema itarudi 80 ama 70. Yeah? Yeah, ama nadhani 60 hapo 60. Vile tu ataweka hivi Biblia chini baada ya kuapisha kuwa president, unga inarudi 60. So hiyo masiku zote unga haiko imerudi 60. Bado ndio unga iliendelea kupanda. So ndio wako na jumesha chukua uongozi na hakuna kitu tunatusaidia, maana wewe tuneni kwa uwanja. Na kitu moja yenye government inasikizanga raia ni sasa through maandamano. Unajua maandamano ndio inafanyanga serikali inajua ground wase wanasema aje. Bila maandamano hakuna kitu yenye uko juu watu watakuwa wanasikia. So maandamano ni the best way ya kucommunicate kwa wase wa chini. So rawa alikuwa deadly sana ikifika ni hapo mahali. So sio wameingia street kwa sababu chakula imepanda. Obvious, tunatembea na sufuria kwa kichwa, na vyombo, tutatembea na kila kitu sababu hatuna kitu ya kukula, unaona? 2022. Now, Raila amepass. Juzi tu hiyo last week tukamon watu wakalia wakaomboleza Raila. Kila mtu akajieleza venye alikuwa anajua Raila. Unaona? Kila mtu akajieleza venye mimi najua Raila, venye mimi ni bla 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 bla, unaona? Sasa baka William Ruto akaamua niaje. Kitu mimi nitafanya, wacha niomboleze huyu msee kama president. Like wacha tu nimuomboleze vizuri. Unaona? Wacha tu nimuomboleze kama msee mwenye alikuwa kwa serikali, like nimpatie respect yake. Sawa sawa. Na hivyo ndio Ruto alifanya. Now, kuna hii statement fulani hapa yenye Ruto alimeka akiwa Nakuru. Alikuwa Nakuru? I think alikuwa wapi? Yeah. Alikuwa Nakuru. Akasema hawa watu wenye walikuwa wananisumbua kwa street, walikuwa wananisumbua na sufuria kwa kichwa, siku hizi hawako. Sawa? Hivyo ndio alisema. Unaona? So hawa watu hawako kwa nini? Kwa sababu bei ya unga imeshuka. Si mnajua kulikuwa na watu walikuwa wananisumbua kule Nairobi kwa street na kupuria kwa kichwa. Siku hizi wameondoka kwa sababu nyinyi mmenisaidia, mnazalisha chakula, tumepunguza gharama ya mbolea, tumepunguza gharama ya mbegu, tuhakikisha kwamba wakulima wetu wanatusaidia kuzalisha chakula, tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya. 1, 2, like unga ilikuwa 240, 260. Sasa unga imeshuka mpaka sasa unga imeshuka. Unaona? Sasa unga imeshuka. Huwezi niambia mtu ataenda street kwa sufuria na chakula iko. Unaenda kwa street kufanya nini? Unaona? Unaenda kwa street kufanya. Na hiyo ndio ilikuwa statement ya Ruto according to me. Wenye mimi nilielewa hiyo statement. So Ruto yeye mazee, hata kama upendi mtu, hata kama unachukia mtu design gani, like si call a spoon a spoon and a spade, si ndio? Tuache kutwist maneno mazi. Tuna twist maneno vibaya sana. Sababu we imagine ile clip kidogo yenye msee amekata hivi ndio inashinda ime circulate mnet. Unaona? Sasa kama wewe hujapata ile video yote mzima uangalie, unajua mimi hata nimepatana na hiyo video nikashangaa kwani msee anasema nini, unaona? But sasa ikabidi wacha nitafute clip yote mzima akisema, ndio nikajua alikuwa anasema nini na alikuwa anamaanisha nini. Una get? Najua watu wengi wamepost hizi videos wanajua walisikia hii statement yote, unaona? Walisikia hii statement yote, ama hawa tu ni watu wenye chuki ni mbaya. By the way, chuki ni mbaya. Hata kama unachukia msee, unafaa kusikia at least anasema nini kabla ufanye, yani kabla uongee. Ndio anasemanga before you talk think twice, fikiria kwanza, unaona? Sasa wewe ukikuja tu na makasiriko yako anze kusema hebu sikia hii statement, hebu sikia hii, kwani
Poleni sana. Poleni sana. But yeah, Wakenya I think tuna overdo. Yeah, tuna overdo sana. Sana sana kwa hao watu wenye wana spread ile nini. Wana spread ile statement ile ya walikuwa wananisumbua na sufuria, sasa hii wako wapi? Unaona? So na hivyo ndio ilikuwa. Yaani hivyo ndio inakuanga na hivyo ndio itazidi kukua na Wakenya. Kama msee like kuwa na statement yote mzima. Unaona? Kuwa na statement yote mzima. At least kuwa na statement yote mzima. Ndio in case umeuliza useme yenyewe mimi nilisikia hii na hii na hii na ndio hii iko hapa. So wewe uniambie umechukua umekata part kidogo ya nini ya statement ndio unaanza kuongea nayo. Like msee hata kama ndio maybe sijui unatakaje, lakini mazee okay sio fiti. Unaona? Sio fiti. Hiyo ni kujaribu kujenga chuki yenye hakuna. Unaona? Like kama unachukia msee, chukia msee na sababu zako. Si ndio? Chukia tu msee na sababu zako. Unaona? Wewe tu chukia msee na sababu zako. Isikue okay. Kwa hiyo statement ya Ruto kuna mazuri mengi sana. Alisema hawiko kwa street. Si ati nimewapeleka street kwa sababu ati hawiko kwa street sababu nimeua Raila. So wase wengi wanachukulia statement wanasema aje Ruto ndiye ameua Raila. Imagine. Yeah? Okay, kama amemuua mimi sitaki kujua. Kama si amemuua sitaki kujua, lakini at least make sure ile kitu tunaongea na kitu nimesikia iko sawa. Si ndio? Hii mambo ya kuflip words, una flip hapa na pale mazee. I think hiyo kitu inaweza kuweka mahali pabaya. Na ndio mara mingi unasikianga msana anakuambia mdomo yako hii itakuweka mahali pabaya. Ama hii mdomo, wewe ni kijana mzuri sana by the way, lakini mdomo wako itakuja kukukosea. Yeah? Wewe ni kijana mzuri sana. Au ulikuwa uko kijana mzuri sana lakini mdomo yako ndio imefanya uko mahali fulani. So, my fellow Gen Zs, kwa Kenya wenzangu wote, najua kuna wenye wanapenda Kasongo na kuna wenye hawapendi Kasongo. Unaona? Kuna wenye wanapenda Kasongo na kuna wenye hawapendi Kasongo. So, at least kuwa na statement ama kuwa na evidence ndio in case umekuja ushikwe uambiwe ni aje, hebu ongea kitu ulikuwa unaongea, sema na utuambie uliipataje. Unaona? Utasimama useme yenyewe mimi nilikuwa nimekaa mahali fulani nikaiona na hivi nilipata, ama nilisoma mahali fulani na ndio hii iko hapa. Si tu wewe umepata kitu like kama hauko sure na kitu basi usifanye. Mimi nimepata hiyo statement vizuri sana na nikaona wacha niangalie tena. Unaona? Mbona umse alisema hivi bado wakati yenye bado Wakenya tunaomboleza. Unaona? Kenyans bado tunaomboleza kifo ya Raila manzi. Sisi wetu wengine tuko na machungu. Mimi ni fan wa Raila. Unaona? Nilikuwa mbaya sana. So nimepata ile statement na shangaa huyu mse anasema nini. Okay, kabidi nitafute ile clip yote mzima nisikie enyewe Ruto hata kama unaweza kuwa na akili mbaya unasema kitu gani, nikasikia statement vizuri. Na hata wachana na hiyo, kuna ingine bado alisemanga before Raila pass kitambo sana. I think ilikuanga 2023 ama 2024 last year. Raila amekufa hii mwezi. Unaona? So kutoa wase kwa street aliwatoa kitambo sana. Watu walikuwa wanasumbua kwa street na si ati wamekuwa wanasumbua. Watu waliingia street 2022 na sufuria kwa kichwa. Unaona? Waliingia street na sufuria kwa kichwa 2022. Kwa zile wakati hakuna mtu ameingia street. Hii maandamano wasa wamekuwa wanaingia juzi ilikuwa ya sijui nini na nini. Unaona? Basi at least kuwa sure na nini yako. Yeah? At least kuwa sure na kitu na post. Sasa kuna hii cyberbullying mazee, mtu utashandwa vibaya sana ile nilipitizwa. Unaona? Ile ilipitizwa ile inaitwa nini? Kuna bill fulani ilipitizwa hapo ya kuangalia safety ya watu wengine, si wewe tu pekee. Wewe una post kitu yenye mimi sitaki kusikia, ama una post kitu yenye mimi unanipostia kitu yenye mimi sitaki kuona kunihusu, mimi tunakushtaki. Unaona? Na ndivyo. So wase at least jua unasema nini na kitu unasema. Vitu zingine ni sensitive mazee. So kama hii statement yenye mnashinda mmesambaza huku nje, hiyo ni very very sensitive mazee. Adios, make sure ume like, ume subscribe na umeshare. Nawapenda sana.